Hello guys, mambo vipi watazamaji wa Akaliba TV pamoja na Akaliba Radio. Kimbia pale kwenye Facebook page ukaweza kufollow Akaliba Radio page na pia Akaliba Radio 94.0 FM, alafu pia ukaweza kufollow page ya Akaliba TV. Pia usahau kimbia pale kwenye YouTube ukasubscribe @Akaliba TV na pia kwenye page yetu kwenye Facebook @Akaliba TV. By the leo pia nimekuja, nilikwambia kwamba tegea ni Akaliba TV kwenye platform zetu. Tunakupasha, tunakuhabarisha yale ambayo yanakuhusu, yale ambayo yanagonga vichwa vya habari, na tetesi ambazo zinagonga vichwa vya habari haswa sana katika mkoa magharibi mwa Kenya, katika kaunti yetu ya Trans Nzoia na pia katika taifa la Kenya kwa jumla. Tunahakikisha kwamba tunakuhabarisha. Mimi naitwa Papa Collins. Leo nimekuja na yapi? Leo nimekuja kusema na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia. Nazungumzia gavana jiji Natembeya, ambapo tunapokumbuka katika siku za hapo awali kiasi, unapata kwamba kulikuwa na vita vikubwa sana dhidi ya gavana George Natembeya na aliyekuwa naibu wake, namzungumzia binti ama Bi Philomena. Najua kwamba ni wengi mnamtambua hivyo, ndiye deputy governor wa county ya Trans Nzoia, na walikuwa na vita vikubwa sana mpaka ilifika kiwango ambacho hawa viongozi hawakuwa wanaweza kuketi meza moja wakaweze kuzungumza. Are you getting the point? So my concern ama jukumu langu ambalo limesababisha nije hapa mtazamaji ni kwamba all of a sudden, hata tujajua kitu ambacho kimeendelea, all of a sudden tumeshaona kwamba siku ya kusherekea mashujaa, hao watu wamepatikana wakiwa kwa sherehe moja pamoja, wakiwa wameketi kama governor na deputy wake without a public kujua nini kiliendelea, uhusiano wao ulirejelea kutoka wapi, waliketi wapi, wakazungumzia kurudi pamoja. And tunajua kwamba Muswahili alisema kwamba kikulacho kinguoni mwako. Alisema kwamba kikulacho kinguoni mwako. So mimi sijui kwa ile intelligence na ile akili ambayo Governor George Natembeya na ile uwerevu ako nayo, sijui ilifika kiasi gani ambapo baada ya deputy governor kutumia lugha kumsaliti, kusema pembeni na uongozi wa Governor George Natembeya, all of a sudden governor amemruhusu Philomena kurudi katika uongozi wake ama katika nafasi yake. Na swali langu limekuwa ni je, governor anajua ni mpango upi ambao huyu deputy alienda akaukalia, akaupanga na kukubali kusubmit kurudi kwa mikono ya Governor George Natembeya? So my biggest question ni hii: baada ya Governor George Natembeya kuruhusu deputy governor Philomena kurudi mikononi mwake ama kwenye nafasi yake ama kwenye ofisi yake ya deputy katika kaunti ya Trans Nzoia, tayari tetezi zimeanza kutokea. Baadaye kama kuna clip iko hapa, contractors wenye walikuwa katika administration ya Governor Khaemba, Governor Khaemba administration iliyopita, sasa we are heading to almost 3 years Governor Natembeya katika leadership, na unapata kwamba hawa contractors hawajawahi complain since walikuwa ama since Governor George Natembeya alipoingia katika uongozi. But can you imagine after Philomena kurudi katika kiti chake cha deputy governor katika kaunti ya Trans Nzoia, hatimaye contractors wenye walikuwa kwa administration, the old administration ya Khaemba ambayo ilitoka like 3 years back, like for example 3 years back, they are coming today to complain about their payment. My message goes straight to His Excellency the Governor of Trans Nzoia. Sisi si wageni kwako, we are contractors wa county ya Trans Nzoia. Sisi ni wale wenye hatupati kazi yoyote kwa saa hii, lakini tulifanya kazi in the last administration, kazi ambayo inasaidia wananchi wa Trans Nzoia hadi saa hii. Hii pesa ambayo tunadai ni pesa ambazo tunaamini na tunajua ya kwamba we have information, hata wewe unajua ya kwamba hizi pesa zilikuwepo. Ulipoingia ofisi ulipata. Kwa mujibu wa sheria, you are to inherit liabilities and all the assets. Liability ni kati ya zile pesa ambazo sisi tunadai, na ni kwa mujibu wa sheria. Ulitengeza kamati ya huko, you did not involve us, ikaenda kuwa illegal. Tunasikia pia ya kwamba you are establishing another committee to pay, which is another illegal thing, kwa sababu you cannot make anything for us without us. Kuna kitu yoyote inaweza kutengenezwa. So tunakuuliza sasa, hatukuombi kwa sababu tunaona hata wewe unakuwa arrogant, ruthless and being rude, and this is a public office, bwana governor. Utatoka hii ofisi vile Khaemba pia alitoka, and someone else will come.
If someone else comes, apate zile bills ambazo wewe umeaccumulate na hujalipa na asilipe, kulingana na wewe sawa, itakuwa sawa kweli? So we are saying this, ya kwamba there is nothing you will do for us without involving us. Sisi tunataka kuulize wewe one last time, utulipe as a matter of urgency, kwa sababu we have bills to also pay. Tunataka kwamba hii mambo umalizane nayo, usiwe umetugandamiza sisi kiuchumi na unazunguka ukitafuta uwezo na umaarufu mwingine. Sort the issues in the house, alafu wewe pia uende ukiwa na baraka yetu sisi pia. Sisi ndio tulikupigia kura na atukufight politically. Babu kusumali anova kali sana. Oinombu kusu, omagana inombu kusu, oinana nombu kusu, Eliud inombu kusu. Kwezi babu kusesi ndumu anomu ichukulumu kusu. Tulipe bwana. Asante sana. Kitu kiko katika mabano kinapikwa, na if Governor Tembea ako na washauri karibu na yeye, anafaa ajue kwamba kuna kitu ambacho mimi katika mawazo yangu, pia katika tactics zangu, deputy governor alienda akakipika na akakiweka tayari kwa jikoni kinaiva. Yeye mwenyewe amerudi kukaa karibu na Governor George Natembeya. So what is your take? Tuma pale comment yako pale chini kwenye comment section, uniambie maoni yako ni yapi. Je, wewe unaona kwamba deputy governor wa county Trans Nzoia amerejea kwa uzuri, ama kuna kitu kimekuja kuplaniwa, ni kitu kimekuja kupangwa? Nitumie comment yako pale chini, tutakuwa tukisemezana. Tumekomplain wakisema wanataka Governor George Natembeya awalipe, ambapo in the real sense George Natembeya governor hajui maybe makubaliano ya wao contractors na Governor Khaemba aliyetoka katika mamlaka. Yeye huenda haelewi, lakini muda huu wote wa takriban miaka mitatu hawaja complain, hawajaenda kwa ofisi ya governor wa complain after deputy governor kurudi uongozini. Sasa wale contractors wa the old regime ya Governor Khaemba wamerejea kucomplain, wanataka Governor George Natembeya awalipe baada ya miaka mitatu. Jamani, what is your take? Enda pale kwenye comment section, niachie comment yako uniambie, je, kulingana wewe katika county ya Trans Nzoia, siasa za county ya Trans Nzoia zinaelekea wapi? Na pia bila kusahau, by the way, this morning tumeona kwamba kuna ma MCAs katika county ya Trans Nzoia wameenda kuketi kikao na mwakilishi wa kina mama Lilian Sioi. Then hapo pia kuna something in bracket. Let us keep in touch, tuweke jicho tuone, letu ni jicho na letu pia ni kukupasha msikilizaji na mtazamaji papa hapa ndani ya Akaliba TV na Akaliba Radio katika mtandao wa kijamii pale kwenye Facebook page Akaliba Radio 94.0 FM na pia kwenye page yetu ya Akaliba TV. Pia kimbia pale kwenye YouTube una subscribe, na kwa wale ambao mmesubscribe, please continue sharing, continue watching and liking all of our videos ili tuendelee kugrow pamoja. I'm called Papa Collins. Thank you guys. Let us meet some other times.